Shalom, uliyeumbwa kwa mfano wake Mungu. Kwa majina naitwa James, na rafiki yangu mmoja alikuwa ameleta swali au tuseme hoja. Hoja yake anasema hivi: James, una habari ya kwamba Yesu hakuja kwa watu wa mataifa, akiwa anazungumzia mimi hapo, bali alikuja kwa Israeli peke yake? Nikashangaa kidogo, nikamuuliza hiyo hoja umetoa wapi? Kwa kuwa unazungumzia utamaduni wa kibiblia, naamini hiyo hoja inatoka kwenye Biblia. Akasema ndio. Akanisomea Mathayo 15:24 ambapo Yesu anasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Labda nikupe context. Hapa Bwana Yesu alikuwa anaongea na mama Mkanaani. Sasa basi ninachokwenda kujibu ilikuwa ni jibu lake huyo aliyeuliza, lakini Roho Mtakatifu ameruhusu ili jibu niliweke wazi, kila mtu apate kujifunza, kwa maana hata jibu lenyewe ni kwa mafunuo ya huyo Roho Mtakatifu, si kutumia akili yangu. Hivyo basi natamani uisikilize video hii kutoka mwanzo mpaka mwisho na uzidi kubarikiwa sana. Okay, so huu mstari wa Mathayo 15:24 wa Yesu kusema alitumwa kwa kondoo wa Israeli waliopotea ni utimilifu wa unabii wa nabii Ezekieli kutokea kitabu chake cha Ezekieli ile sura ya 34. Na sio Ezekieli mwenyewe, ni Mungu mwenyewe kwa kauli yake anasema kwamba Mungu anaahidi kuwachunga mwenyewe kondoo wake. Ambapo tukianzia ule mstari wa 6, Mwenyezi Mungu anasema, kondoo wangu walitawanyika juu ya uso wote wa dunia, wala hapakuwa na mtu aliyewaulizia wala kuwatafuta. Kisha tukiendelea ile mstari wa 13, Mwenyezi Mungu anaendelea, nitawatoa kutoka kwa watu wa mataifa, nitawakusanya kutoka nchi za mbali na kuwaleta katika nchi yao wenyewe. Nitawachunga juu ya milima ya Israeli, kando ya vijito na katika sehemu zote za nchi zinazokaliwa na watu. Labda nikupe context. Unabii huu ulitolewa takriban zaidi ya miaka 500 kabla ya Kristo, na ni katika ule wakati wana wa Israeli wapo uhamishoni kule Babylon, na hekalu lilikuwa limeteketezwa na dola hiyo ya Babiloni ambao ni Wakaldayo. Ni wale Wakaldayo. Hawa ni wale watu asili ya baba wa imani Abraham. Hata hivyo, sura hiyo yote ya Ezekieli 34 ilikuwa ni unabii wa mtawala mwadilifu. Sawa, a righteous king. Umeona? Kutokea ukoo wa nani? Ukoo wa Daudi ambaye ni Masihi Yesu. Hiyo tunafahamu. Sasa katika ile Ezekieli 34:23 mpaka 24, Mwenyezi Mungu anasema hivi kumhusu huyo Bwana Yesu, anasema hivi, nitamweka mchungaji mmoja juu yao, mfalme kama mtumishi wangu Daudi. Yeye atawalisha na kuwa mchungaji wao, nami Mwenyezi Mungu nitakuwa Mungu wao, naye mtumishi wangu Daudi atakuwa mkuu wao. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Yaani hapa tunaona kwamba Mungu anasema huu ni wakati ambapo Masihi hajaja bado, ila Mungu anatamka kwamba atakapokuja Masihi atakuwa ndo mchungaji, na huyo Masihi atakuja kwa jina lake. Kwa hiyo yeye Mungu ndo anasema yeye ndo atakuwa mchungaji wa watu wa Israeli, akiwa anamaanisha kwamba in the flesh atakuja kama nani? Kama Masihi, lakini ni yeye ambaye ndo mchungaji. Na ndio maana tunakutana na ile, tukisoma mfano mwanzo wa ile Zaburi ya 23, nasema Bwana ni mchungaji wangu. Yani, na ndio Yesu anakuja katika Agano Jipya anasema mimi ni mchungaji mwema. Kwa hiyo anatuonyesha kwamba uchungaji nao uelezea hapa ni uchungaji wa kuja kuchunga kondoo wale waliopotea kutokea unabii wa hiyo Ezekieli 34. Okay, tuendelee. Sasa kwa hiyo iko wazi kwamba Masihi alipaswa kuwafundisha Waisraeli baada ya kurudishwa nchini mwao hiyo kutokea uhamishoni, ili nini? Kuzikaribisha zile zama za hekalu la pili. Yaani kutokea uhamishoni na kuzikaribisha zile zama za hekalu la pili, kwa sababu lilikuwa limeteketezwa obviously. Na Israeli ni kubwa. Kwa hiyo hii ahadi ni kwa Israeli, lakini Israeli ni kubwa. Ila waliopata neema sasa ya kushuhudia kwa macho utu wake huyu Masihi na mahubiri yake duniani, wangekuwa ni wa Galilaya, wa sehemu inaitwa Kapernaum, ambao ndiko wanakotokea watu wa kabila la Zabuloni na Naftali. Na unaweza ukasema nimetunga ila sijatunga, hiyo ni kulingana na ile Isaya 9:1-2. Yaani kwamba huyu Masihi anakuja, Yesu akija duniani, bezi yake, yani atakapokuweko kufanya mahubiri yake, itakuwa ni sehemu ya Galilaya, Kapernaum, ambapo wapo nani? Watu wa Zabuloni na Naftali. Kwa nini sasa hii Kapernaum
Labda kwanza nikuonyeshe katika ramani. Hebu itazame katika ramani. Hii yenyewe inapatikana pwani ya kaskazini magharibi ya bahari ya Galilaya. Kama unavyoona kwenye ramani hapo. Kwa hiyo Capernaum ni hii hapa. Umeona? Na hii ndo Sea of Galilee. Na Kana ni huku, Nazareti ni huku. Umeona? Kwa hiyo huku ndo Yesu alikolelewa, ila huku ndiko alikofanyia ministry yake. Sasa nakwenda kujibu kwa nini ahubiri zaidi Galilaya? Kwa sababu hapo juzi nimesema hivyo. Yesu alizaliwa Bethlehem, hiyo tunajua, huko Judea. Akalelewa Nazareti ambako ni Galilaya ya chini, ila baada ya kubatizwa na Yohana Mbatizaji, makao yake makuu ya ministry yake ikawa Capernaum, Galilaya ya juu. Mstari huu wa kinabii kutokea Agano la Kale ndio sababu halisi ya kwa nini Yesu akahubiri zaidi Capernaum na wanafunzi wake aliwapatia huko nadhani. Tukianzia ile Isaya 9:1-2 kama nilivyosema, nitasoma kutokea tafsiri ya Habari Njema. Lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hata kosa changamko. Hapo awali aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa. Lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Yani hii aya imejaa unabii wa Masihi mwanzo mwisho. So wahusika hapa obviously ni hao waliokuwa wakiishi, hao watu wa kabila la Zabuloni na Naftali, ambao wenyewe walifanya makosa ya kuassimilate kwa kimombo tunasema, yani kwa Kiswahili sanifu tuseme walichangamana na watu wa mataifa. Na ndio maana hapa inasema Zabuloni nchi ya Naftali sio hapa. Inasema Galilaya ya mataifa. Kwa hiyo hawa wenyewe waliassimilate, walichangamana na watu wa mataifa kinyume na maagizo ya Mungu ya kuwaondoa kabisa watu wa Kanaani waliojichafua kwa uovu. Umeona ukisoma ile Kutoka 23:32 mpaka 33 na Kumbukumbu la Torati 20:16 mpaka 14. Yaani Mungu alipoyaondoa ile mataifa saba aliwaambia wana wa Israeli, mkienda kwenye nchi ya Kanaani msikumbane na wala msishirikiane na hawa watu. Ngoja nikusomee Kutoka 23. Usifanye maagano pamoja nao wala pamoja na miungu yao, wasikae katika nchi yako, wasije wakakufanya kunitendea mimi dhambi, kwa sababu ukiitumikia miungu yao, jambo hili halikosi, litakuwa ni mtego tanzi kwako. You see there? Kwa hiyo Mungu alikuwa hataki hawa jamaa wana wa Israeli wachangamane na watu wa mataifa kwa sababu wangechafuliwa na uovu wao. Lakini hawa watoto hawa wa ukoo wa Zabuloni na Naftali wenyewe wakafanya kosa la kwamba walivyopewa ardhi kule Galilaya ya kaskazini, wakaona ngoja tuishi nao tu, sisi hatataki kupigana tena vita. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba baada ya kuchangamana hawakuweza kuishi katika nuru. Walishiriki uovu wa mataifa, kuanzia ibada za vinyago na desturi kama ambavyo Mungu aliwaonya ingetokea laiti kama wasingetilia maanani maagizo yake. Nitakusomea Kumbukumbu la Torati 20:18. Mwenyezi Mungu anasema hivi: wasije wakawafunza kufanya mfano wa machukizo yao yote walioifanyia miungu yao, hivyo itakuwa ni makosa juu ya Bwana Mungu wenu. Kwenye hichi kitabu sasa cha Isaya 9:2, nabii Isaya anasema, anaposema ile nuru, mwanzoni nilikutajia nuru kuu, nikasema kwa sauti nuru, hakuwa anazungumzia mwanga kama kitu, bali katika Agano Jipya tunaelewa kwamba nuru ni Yesu Kristo mwenyewe. Ukisoma ile Yohana 1:9 tafsiri ya neno, Biblia inasema nuru halisi inayomwangazia kila mtu ilikuwa inakuja ulimwenguni. Hapa alikuwa anamzungumzia Yesu. Kama mtakumbuka hapo mwanzo hapo neno na nini. Kwa hiyo Yesu ndiye nuru halisi anayeangazia watu wote duniani. Unaona? He is the source of life. Huu nabii ni juu ya watu wa Capernaum kama nilivyosema, ndio sababu wakaitwa Galilaya ya mataifa. Na wao kupokea mafundisho ya Masihi Yesu ilikuwa ni kutimiza neno, kama ambavyo ilivyotimizwa ile ya Yesu kuzaliwa Bethlehem, kwa sababu ile nao ni unabii wa Mika 5:2. Unaona? Yesu kuzaliwa Bethlehem ilitabiriwa. Bethlehem maana yake nini? The house of bread. But tuendelee. Yesu sasa kwa nini aliwakataza hata wanafunzi wake kufika kwa watu wa mataifa? Hii tunaikuta kwenye ile Mathayo 10. Nataka nikuelezee hii ili upate kuelewa timeline, kwamba the way vitu vinakwenda.
Tumeona hapo juu unabii uliokuwepo kutokea Agano la Kale, sasa tunazidi kushuka. Sasa jibu bado ni lile lile. Najaribu kujibu kwa nini Yesu aliwakataza hata wanafunzi wake kufika kwa watu wa mataifa. Kwa sababu ni waliopata neema ya kushuhudia kwa macho ministry yake ni watu wa Israeli, ambao ndo wale kondoo waliopotea. Ndio sababu Yesu anawakataza wanafunzi wake wasiende hata nchi za Samaria kwenye ile Mathayo 11 na ile 5, kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 6. 11 na mstari wa 5 kwenda wa 6. Nitakusomea yote miwili kwa kuunganisha sehemu mbili. Yesu aliwaita wanafunzi wake 12, akawapa uwezo wa kuwafukuza pepo wachafu na kuponya magonjwa na maradhi yote. Yesu aliwatuma hao 12 na kuwapa maagizo haya: msiende kwa watu wa mataifa mengine, wala msiingie katika miji ya Wasamaria, ila nendeni kwa watu wa Israeli waliopotea kama kondoo. Kwa hiyo anawakataza wasiende kwa nani? Samaria, watu wa Samaria pamoja na watu wa mataifa. Sasa by the way, sijui kama hiki kitu mmekiona, ila wakati huo Yesu alipokuwa anawapa wanafunzi wake mamlaka ya kukemea pepo, hata Yuda Iskarioti naye alikuwa ni mmoja wao. Na yeye alikemea pepo, maana alikemea pepo kama kawaida. Okay, hapo tujifunze kitu. Kama hadi Yuda Iskarioti aliweza kutoa pepo, maana yake nguvu haipo kwetu, bali ipo kwa Yesu. Jambo la msingi sasa hapa ni Yesu kuwakataza wasiende kwa watu wa mataifa na wa Samaria. By the way, usishangae, hawa wa Samaria nao hawakuwa Waisraeli halisi. Hawa ni watu wa mataifa ambao waliwekwa na dola ya Ashuru kuishi katika ardhi ya wale Waisraeli wa kaskazini. Umeona? Kwa hiyo hawa ni wageni, walienda kwenye zamani Samaria ilikuwa ni mji mkuu wa nadhani ile Israeli juu kule ya kaskazini, lakini baadaye walikuja Waashuru wakawaja wakawatoa wale wenyeji wakawaweka wageni kutoka nadhani Babiloni na nchi zingine huko. Kwa hiyo kujibu swali la kwa nini aliwakataza sasa Yesu, kwa nini aliwakataza wanafunzi wake, ilikuwa ni suala la wakati. It's all about season, it's all about time, it's all about eschatology, ningependa kusemea. Yaani Yesu alikuwa akifanya kazi kwa ratiba maalum ya utimilifu wa unabii. Ngoja niwakumbushe kile Yesu alimwambia mama Msamaria katika ile Yohana 4:22 mpaka 23. Yesu anasema hivi: ninyi wa Samaria mnamwabudu yule msiyemjua, lakini sisi tunamjua huyo tunayemwabudu, kwa maana wokovu unatoka kwa Wayahudi. Lakini wakati waja tena umekwisha wasili, ambapo wenye kuabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na ukweli, maana Baba anawataka watu wanaomwabudu namna hiyo. Yaani Bwana Yesu anaposema wokovu unatoka kwa Wayahudi, anajizungumzia mwenyewe. Kwanza hapo niweke clear, anajizungumzia mwenyewe. Jina lake Yesu maana yake ni Mungu ni wokovu. Ni jina lake na ndio mission yake pia. Amekuja kufanyaje? Kutuokoa. Ukisoma ile Mathayo 1:21. Na hakuna mwanadamu aliyeahidiwa Masihi isipokuwa wana wa Israeli. Yaani hii ahadi iliwafikia wanani? Wana wa Israeli. Sisi huku duniani tulikuwa tujui, watu wa mataifa hatakuwa tunajua nini kinaendelea, na wala hatakuwa tunajua kwamba tunamhitaji Masihi. Ila wana wa Israeli ndo walikuwa wanajua. Kwa sababu gani? Wao ndio waliopokea ile sheria na neno la Mungu. Tukisoma ile Yeremia 2:3, Mungu anasema Israeli hawa ni kama malimbuko yake ya kwanza ya mavuno yake. Yaani anawaokoa wao kwanza, ila hataishia kwao. Maana yake ni malimbuko ya kwanza. Kabla sijaendelea, naomba nisisitize ile Yeremia 23:5. Inaweka wazi pia kwamba Masihi ni ahadi na agano kwa nani? Kwa wana wa Israeli, na sio kwa Wagiriki wala Waarabu. Kwa hiyo asijitokeze Muarabu wala Mgiriki akamuelezea Masihi kama vile ni ahadi alipewa yeye. Hapana, Masihi waliopewa ni wana wa Israeli, ila ukombozi ilikuwa ni kwa dunia nzima. Nitakuelezea sasa huko chini. Tukirudi kwenye ile Yohana 2:23 sasa, Yesu anaposema wakati waja tena umekwisha wasili, ambapo wenye kumwabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na ukweli. Alichomaanisha ni hiki: ingawa Israeli wana hekalu la kutolea sadaka na kuabudia, wakati anaoleta yeye ni wa kufanya ibada zisizo na mipaka, mahali popote, wakati wowote na kwa watu wote. Ndio maana alikuwa anazungumza hii hadi kampatia Msamaria ambaye sio sehemu ya Israeli. Maana hii ahadi ingekuwa ni swala la Israeli peke yake, angeongea na wana wa Israeli wenyewe. Sasa kwa nini Yesu aahidi Roho Mtakatifu kwa mtu wa mataifa? Unaweza ukasema Roho Mtakatifu hapa ameidiwa wapi? Hapo kwenye roho na kweli hapo. Roho na kweli hapo ndipo Roho Mtakatifu. Yaani ni lugha ya Yesu kusema kwamba watu watamwabudu Mungu baada ya kupokea Roho Mtakatifu.
Sawa? Ndio maana huo mstari. Anyway, nisikimbie sana, twende taratibu. Ni wazi kwamba Mwenyezi Mungu hakuwa na mpango wa kuishia Israeli peke yake. Wao ni malumbuko ya kwanza kama nilivyosema, ila mpango wake ulikuwa ni mpana zaidi wa kuukomboa ulimwengu mzima, wakiwemo watu wa mataifa. Ndio hicho alichokisema Mwenyezi Mungu juu ya Masihi katika ile Isaya 49:6. Nitakusomea. Ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuyainua makabila ya Yakobo na kuwarejesha watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. You see here, yani hapa tunaonyeshwa kwamba mission ilikuwa ni pana zaidi. Hata sisi watu wa mataifa Mungu alikuwa anatufikiria. Na hata ile Isaya 42:6 inatupa uelewa mpana zaidi wa mission yake Yesu Kristo. Inasema hivi, Mungu anasema sasa, mimi Bwana nimekuita katika haki. Anamzungumzia Masihi hapa. Mungu anamzungumzia Masihi. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Tunarudi juu, nuru, nishawaambia nuru ndio yeye Yesu mwenyewe kulingana na ile Yohana 1:9. Anaposema agano la watu anamaanisha agano kwa Israeli. Watu ni Israeli. Lakini nuru ya mataifa maana yake utukufu wake utaenea dunia nzima. Nuru ya mataifa maana yake utukufu wake utaenea dunia nzima. Wayahudi sasa wanamkataa Yesu. Na ile baraka za Abraham ambazo Mungu alisema kwenye ile Mwanzo 12:3 kwamba dunia itabarikiwa kupitia yeye, zinawaendea watu wa mataifa. Hiyo na inakuwa imetokana na nini? Imani yao na sio kwa matendo ya sheria. Tofauti na Wayahudi waliopokea neema ya kumwona Yesu Kristo ana kwa ana, mataifa walikusudiwa kuokolewa kwa neema kupitia njia ya imani, kama ambavyo kwa imani Abraham alihesabiwa haki na Mungu, tukisoma ile Wagalatia 3. Hii ndio sababu Bwana Yesu alisema katika ile Yohana 10:16 maneno yafuatayo: tena ninao kondoo wengine ambao hawamo zizini humu, inabidi kuwaleta hao pia, nao wataisikia sauti yangu, na kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Hapa Yesu anasema nini? Wataisikia sauti yangu. Hakuwa anazungumzia wataniona, wataisikia sauti yangu. Yaani kupitia neno lake hawa wote watakuwa ni kundi moja, na yeye ndiye atakuwa mchungaji. Maana yake atakuwa kuhani mkuu na mchungaji mwema, alafu sisi sote hakutakuwa tena na swala la kwamba eti kuna matabaka, eti kuna Waisraeli na kuna ambaye sio Muisraeli, mtu wa mataifa. Hapana, wote wanakuwa ni kitu kimoja. Tuendelee. Mahubiri ya kusema tunahesabiwa wa haki kwa imani, wengi wanadhani ni Mtume Paulo aliyaleta, lakini sivyo. Yaani sivyo kabisa. Swala la kuokolewa kwa imani au kuhesabiwa haki kwa imani ni swala ambalo Yesu mwenyewe alilihubiri. Umeona, na hili mimi nimeliona kuanzia ile Mathayo mpaka Yohana, kitabu cha mwisho. Umeona? Na mfano mzuri nitakupa kwenye ile Yohana 20:29. Yesu anasema hivi, je, unaamini kwa kuwa umeniona? Heri yao wale ambao hawajaniona lakini wameamini. You see here, anasema heri ya wale waliofanyaje? Hawajaniona lakini wamefanyaje? Wameamini. Ila wao wana wa Israeli wamefanyaje? Wameamini kwa kumuona. You see here, wale ambao walikubali kumwamini, kwa sababu asilimia kubwa hawakumwamini. Kwa hiyo kama umesoma Biblia utagundua kitu. Kila mara Yesu alipokutana na watu wa mataifa au wa Samaria, mahubiri yake yalijikita kwenye neema na imani, hasa kwenye imani. Ingawa neema inabidi ukuwe sasa na discernment kubwa uweze kuiona. Neema imefichwa ndani ya mafunzo yote, ila imani ndio ilikuwa inaonekana kipaumbele. Kama mtakumbuka, nitatoa mifano miwili. Tuanze mfano wa kwanza. Mnakumbuka ile Luka 7:9, Yesu aliposema juu ya askari mmoja, hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Yule askari alikuwa ni akida wa Kirumi, yani ni mtu wa mataifa. Ndio maana alimwambia Bwana Yesu hastahili kutembelewa naye, maana watu wa mataifa hawachangamani na wana wa Israeli. Ila aseme neno moja tu na kijana wake atafanyaje? Atapona. Sasa waza hivi, Yesu anaifananisha imani ya Gentile au mtu wa mataifa na Israeli. Kwa nini? Twende mali pengine. Mfano wa pili. Mnakumbuka kwenye ile Mathayo 15:21 mpaka 28. Kisa cha mama Mkanani alipokataliwa uponyaji wa mwanae. Yesu anadiriki hadi kuwafananisha Wakanaani na mbwa.
Pale Yesu hakuwa na nia ya kumdhihaki yule mama wa kimataifa. La hasha. Lengo lake lilikuwa ni kuwaonyesha wana wa Israeli ni kwa kiasi gani watu wa mataifa wana haja na imani kubwa. Na imani hiyo kwa hao watu wa mataifa ndio itakawafanya wahesabiwe haki, na hapo watastahili fungu katika ule urithi wa watakatifu kulingana na ile Wakolosai 1:12 utaisoma. Sawa. Wacha nikueleweshe. Kwenye hiyo mifano miwili. Tunaanza na ile Mathayo 15:24. Yesu anapomkatalia kwa kumjibu hakutumwa kwao watu wa mataifa hao, bali kwa Israeli waliopotea. Nini kinatokea? Mama Mkanaani hakatishwi tamaa na kukataliwa, yani hakatishwi tamaa na ile rejection. Mstari wa 25 unasema yule mama akamsujudia akasema, Bwana nisaidie. Hebu waza, kakataliwa lakini anamsujudu pamoja na kwamba amekataliwa. Yesu, yani mama anatambua ukuu wa Yesu bila hata Yesu mwenyewe kumwambia yeye ni nani, wala bila kusubiri ushuhuda wa Yesu ndo aamini. Yani mama aliamini automatically. Tukija Yesu anapojibu kwa kauli sasa, baada ya hapo sasa Yesu anajibu kwa kauli kali zaidi. Anasema si vizuri kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Hebu waze hivi, mama akamsujudia lakini Yesu anamwambia sio vizuri kufanyaje? Kuwalisha chakula cha watoto mbwa. Hii kauli sasa ni misemo ya Wayahudi kwa watu wa mataifa by the way. Unaweza kudhani Yesu hakuwa na nia ya kumponya mtoto wake, kumponya mtoto yule mama, lakini hapana. Yesu alichotaka ni kuonyesha wana wa Israeli, kama nilivyosema hapo awali, hamu isiyo na mfano na imani kubwa ya watu wa mataifa, pamoja na kuonekana si kitu kwa macho yao wana wa Israeli, wana thamani kubwa mno, na Mungu amewapa zaidi hiyo neema ya kukombolewa kwa imani. Yani hapa nazungumzia watu wa mataifa. Yani kwamba Mungu akatupatia sisi watu wa mataifa zawadi hiyo ya neema ya kukombolewa. Kwa nini? Kwa njia ya imani, kwa sababu tuna imani hasa. Umeona? Wacha tusome mstari wa 27 na 28 baada ya kauli hiyo ya Bwana Yesu. Huyo mama akajibu, ni kweli Bwana, lakini kumbuka katukano juu ni kama amebezwa, lakini mama anaendelea, ni kweli Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaliyoanguka kutoka meza ya bwana wao. Hapo Yesu akamjibu, mama, imani yako ni kubwa, basi ufanyiwe kama unavyotaka. Yule binti yake akapona wakati huo huo. Unaona tena Yesu anahubiri imani na anamsifia mtu wa mataifa kwa imani yake. Yaani ukisoma Biblia ni pattern, yani kwamba kila mara Yesu akimsifia mtu imani yake, jua kwamba very likely huyo mtu ni mtu wa mataifa. Haya sasa, kufikia hapo nataka uelewe jambo hili la msingi. Muda wa watu wa mataifa ulikuwa bado haujawadia. Kwa nini basi? Mpaka watu wa Israeli walioahidiwa huyo Masihi wamkatae na wamsulubishe msalabani, na akishafufuka ndipo utimilifu wa unabii na ukombozi wa mataifa uwe. You see here, eschatology na timeline na ile nyakati ndo ilikuwa kizuizi cha watu wa mataifa kupokea injili ya Yesu akiwa duniani. Sawa? Yani Yesu anawatuma wanafunzi wake kwenda duniani kote wakati gani sasa? Kwa sababu kama mwanzoni aliwakataza, ndio nakuambia na kushuhudia sasa hivi. Yesu kuna huko mbele alikuja kuambia waende duniani. Ni wakati gani sasa? Ngoja twende kwa pamoja taratibu hapa. Enzi ya mataifa, nazungumzia sisi sasa, enzi yetu. Enzi ya mataifa ilikusudiwa kuanza baada ya kufufuka kwake na kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. Sawa? Rudia kuisoma ile kauli ya Bwana Yesu alipomwambia mama Msamaria kwenye ile Yohana 4:23. Anasema hivi, lakini wakati waja tena umekwisha wasili, ambapo wenye kumwabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na ukweli. Yaani maana ya mstari huu ni kwamba wana wa Israeli wana hekalu lililojengwa kwa mikono ya mwanadamu, na walipewa sheria kwa sababu wanadamu wote tulikuwa tunaongozwa na mwili tangu tulipoanguka bustani ya Edeni. Tulikosa kuongozwa na roho, jambo ambalo halikuwezekana mpaka mtu afanyaje? Azaliwe upya na Roho Mtakatifu. Ubatizo ambao Masihi peke yake ndiye aufanyao. Ndio maana Yohana Mbatizaji anasema yeye anabatiza kwa maji tu, ila Yesu kwa ajaye ambaye ni Yesu sasa atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sawa? Kumbe ili mtu uombe kwa roho na kweli. Yaani kwamba hili swala Yesu anasema Mungu anapenda watu wanaoomba kwa roho na kweli. Kuomba kwa roho na kweli hakuwezekani. Sio kitu kidogo. Sawa? Yaani ili lifanikiwe, ili la kuomba kwa roho na kweli litokee, sharti uzaliwe upya, uwe kiumbe cha rohoni. Baada ya roho wa Kristo kufanyaje? Kukaa ndani yako. Sasa roho wa Kristo anakaje ndani yako na yeye Kristo yuko duniani? Lazima afanyaje?
apate utukufu tena wa mwili, yani receive glory yake, apate glory, and then roho wake akishaenda mbinguni amtume roho Mtakatifu, na hapo ndipo msamaha wa dhambi na maombi yanafanyika mahali popote. Narudia tena, watu wa mataifa walisubiri mpaka itimie Yesu kuteswa na kufa msalabani, kisha kufufuka siku ya tatu na kupaa mbinguni ambako ameketi upande wa kuume wa Baba. Ni hivi sasa, lengo la Yesu sio tu kurandaranda duniani na kuwa mfalme wa Israeli kama walivyodhani baadhi ya Wayahudi. Yesu alikuwa akiwawazia wanadamu wote. Nakupa vipengele viwili hapa uvielewe. Cha kwanza, kwa Bwana Yesu kuteswa na kufa msalabani Golgotha, ndiko sote tukapata msamaha wa dhambi na kuzima kilema cha dhambi kwa damu yake, kama ambavyo ile waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 na Wakolosai 1:13 nafanyaje? Nasema nitakusomea hiyo Petro, hiyo 1:18 ya Petro, nikusomea. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Mstari wa 19 naendelea, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na dosari wala yaani ya Kristo. Kwa hivyo kipengele cha pili sasa, kwa Bwana Yesu kufufuka. Juu nimekuelezea kuteswa na kufa msalabani. Hapa nakuelezea kufufuka. Ilikuwa ni lazima afufuke siku ya tatu. Kwa nini? Ndiko mwanzo wa sisi kuzaliwa upya, kwa kuzaliwa mara ya pili katika roho, kama ambavyo waraka kwanza Petro 1:3 na Yohana 3:3 inafanyaje? Inasema. Nitakusomea zote mbili. Petro 1:3 inasema hivi: ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Nitakusomea na hiyo Yohana 3:3. Okay. Yohana 3:3. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. So kikubwa hapa ni hapo kwamba tunazaliwa upya kupitia kufufuka kwa Yesu. Yesu alipofufuka ndio wewe kuzaliwa kwako kwa mara ya pili. Sawa. Sasa Bwana Yesu, kwa nini imekuwa hivi sasa? Yeye kuja duniani hapa ilikuwa ni kama anafanyika mbegu ambayo huzaa watoto waishio rohoni ambao ni wana wa Mungu. Yesu alisema hili wazi kabisa kama mara mbili hivi ambazo naweza nikazitaja kwa haraka. Ukisoma ile Yohana 12:24 na Yohana 6:63. Nitakusomea kwanza zote mbili. Ndaanza Yohana 12:24. Amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa katika hali hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Nakuja hiyo 6:63. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa lugha nyepesi, kila hatua Yesu aliyopitia, jua kwamba alipitia na wewe kwa ajili yako wewe. Narudia, kwa lugha nyepesi, kila hatua Yesu alipitia, jua alipitia na wewe kwa ajili yako wewe. Na kuelezea hatua tatu za msingi. Hatua ya kwanza, Yesu kusulubiwa, na isapoti hoja yangu na Wagalatia 2:20. Nasema hivi, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na nazungumzia nini hapa? Kupitia haya yote, hatua zote tatu hizi pamoja na Yesu mwenyewe. Yaani kwamba tunapitia na Yesu, ila Yesu alipitia yeye, ingaje anaonekana yeye, lakini amepitia akiwa na sisi. Muunganiko ule sasa ni kwa ajili ya wewe kukomboa at the end of the day. Sawa? Kwa hiyo kusulubiwa, Wagalatia 2:20 nasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Tuje kwenye kufa, Wakolosai 3:3 nasema hivi, maana ninyi mmekufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Wakolosai 3:3 hiyo. Tunakuja kufufuka. Waefeso nitakusomea mbili. Actually hapa nitasoma moja. Waefeso 2:6 na Wakolosai 3:1. Nitasoma hiyo 2:6. Nasema hivi, akafufuka pamoja naye, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, kwamba tumesulubiwa pamoja naye, tumekufa pamoja naye, tumefufuka pamoja naye. Yesu mwenyewe aliufungua mlango kwa watu wote kupitia hizi hatua tatu: kusulubiwa, kufa na kufufuka. Baada ya Yesu kupaa juu mbinguni, alifanya nini sasa? Aliwaomba wanafunzi wake wangojee nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo wangehitaji watakapokwenda kwa watu wa mataifa. Na hapa sasa msana naenda kukutajia ndo unamaliza na kuiharibu hoja ya yule kaka ya kusema kwamba Yesu hakufanyaje? Hakuja kwa ajili ya watu wa mataifa, bali kwa nani? Kwa Israeli peke yake. Sawa? Matendo 1:8
Matendo ya Mitume 1:8 nasema hivi, lakini Yesu anazungumza, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni ninyi, mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika nchi yote ya Yudea na Samaria na hata miisho ya dunia. Sasa hapa Yesu anaonyesha kwamba sasa hivi tutatoka Galilaya, tutatoka Kapernaum, tutacover the whole of Samaria, tutacover the whole of Judea, the whole of Israel. Unaona? Mpaka miisho ya dunia. Kwa hiyo yule Yesu ambaye aliwaambia wanafunzi wake msiende Samaria na kwa mataifa, ndio huyo Yesu amewaambia hapa kwenye Matendo 1:8 waende mpaka miisho ya dunia. Kwa nini? Kwa sababu tayari ameshafanyika mbegu. Maana yake ameshafanyaje? Ameshasulubiwa, ameshakufa na amefufuka. Na sasa hivi anaishi katika glory, kakaa upande wa kuume wa Baba. Umeona? Yaani baada ya Pentecost ni mataifa yote sasa wanaisikiliza injili na wanakombolewa. Kufikia hapo nimefika mwisho. Ubarikiwe wewe uliyenisikiliza mpaka mwisho. Amen.